We sema ni kubaya. Anyway guys, hi guys, welcome to BTP channel Behind the Plan. Hujambo jamani, Swaiba na kusalimu habari yako. Kwa wazungu wanasema good morning, good evening ama good night. Anyway, thank you so much for the love, thank you so much for the support. Na kila siku nimewaambia ni nyinyi mnieka mjini. Kwa yule ambaye ni mgeni kuingia mara hapa ya kwanza guys, there is a hot trending stories ambayo inaendelea ya Betty. Betty ni mwenda zake ambaye alikuwa ameoleka kwa Tash. Na huyo hapa ambaye mnamuona ni mamake Tash, ametokezea baada ya zile allegations ambazo mamake Betty aliweza kuzitoa kwa Tash. Siku mbili ambazo zilizoweza kupita, mamake Betty alisema kwamba hatarajii kuwa mwanawe ambaye alifariki kutokana na ugonjwa wa leukemia, anaonelea kwamba postmortem iweze kufanyika ili ikaweze kudhibitishwa sababu ama chanzo cha kuweza kuelekezea mwanawe kufariki. Hili limetokea baada ya mwezi mmoja takriban, kwa sababu Betty alifariki ilikuwa ni mwezi jana na tarehe 9, na leo hii ni tarehe 10. Mambo ambayo yameweza kukua yakikanganya sana. Na baada ya mamake Betty kutokea kwenye mtandao na kuweza kuongea hadharani na kuweza kusema mambo hayo, hatukukuwa tumeweza kusikia mali kokote ambako mamake Tash ameweza kuzungumza, kwa sababu hawa ni watu ambao wamekuwa si watu wenye mitandao sana, ni watu ambao wamekuwa hawajajulikana sana. Na baada ya mazishi ama hiyo siku ya mazishi baada ya kifo cha Betty, hapo ndo tuliweza kuona mara ya kwanza mamake Tash, na leo hii ameweza kutokeza tena kwa mara ya pili, na amesema kwamba haitakuwa vyema yeye kuweza kunyamaza, kwa sababu ameonelea mamake Betty ameweza kuongea side story yake kama mamake mama mkwe, na yeye kama mamake kijana ambaye ni mamake Tash amesema sitanyamaza nione mtoto wangu akiweza kudhalilishwa na akiweza kuwekelewa mambo ambayo sijajua, na hivyo pia mimi nimeonelea niweze kutokezea na nikaweze kuongea, na kama itafikia tunaweza kupelekwa kotini ama mtoto wangu atafikishwa kotini, basi niko tayari kusimama na mtoto wangu na pia mimi niweze kusikia hayo mashtaka ambayo mtoto wangu anasomewa, kwa sababu hili ni kitu ambacho kimeweza kuzua mambo mengi sana kwa mitandao. Ameuliza tu hadharani na akasema kwamba wakati kifo cha Betty kiliweza kutangazwa, hatarajii kama kuna mtu ambaye hakuweza kusikia, na kila mtu aliweza kujua kwamba Betty amefariki, na kama kulikuwa na chanzo ama sababu ya Betty kutozikwa, hiyo ndio ingekuwa wakati mwafaka ya Betty kuzuiliwa kutozikwa. Ameelezea pia akasema kwamba haoni sababu ya nini ama ni kwa nini saizi familia imeanza kuleta mzozo, ili hali wakati Betty alipokuwa hai ni watu ambao walikuwa wakimpenda sana. Heshima ambayo wameweza kuitoa kwa Betty hata baada ya Betty kufariki ni kwa sababu ya vile walikuwa wamechukuliana kutokana na ile rurashio ambayo waliweza kufanya. So mama Tash ameelezea maneno mengi na hata amefikia kiwango cha kusema kwamba haoni sababu ya mama Betty kuendelea kuwa kule ngambo, na ile hali akona uwezo wa kupanda ndege aje ili haya mambo yote yakaweze kusuluhishwa akiwa yuko huko. Amesema hii ni kitu ambayo ilikuwa inafaa ikuwe familia ikae chini iweze kuongea, lakini kitu ambacho kimeweza amesema kwamba haoni sababu ya kuweza kukaa chini na hii familia kuongelelea haya maneno, kwa sababu pale ambapo mamake Betty ameweza kutoa zile allegations za kusema wende ikawa Betty hakufariki kutokana na leukemia, hapo ndipo mamake Tash amesema hapana, hapa naonelea kwamba imeenda sana, kwa sababu haya mambo mengine yote tunaweza tukaketi chini tukaongelelea, lakini ikifikia kiwango cha kwamba
mauti ama kifo kinasemekana kwamba Betty hakufariki kutokana na leukemia, basi hapa tumeweza kuvuka mipaka na serikali lazima iweze kuingililia. Na hata pia amesema kwamba haoni shida yoyote hata hiyo postmortem kuweza kufanyika mara nyingine tena, kwa sababu wende ikawa ndio itakuwa sababu mwafaka ya kuweza kufanya mama Betty aweze kutulia roho yake, kwa sababu kama mzazi lazima ako na machungu. Na yeye amesema hata alitarajia mama Betty aweze kuja kumzika mtoto wake, lakini hakujua kuwa atakosa kuja kuzika mtoto wake alafu baadaye haweze kuleta hizi allegations ambazo ameweza kulizileta saa hizi baada ya mazishi imeisha, kila kitu kimetulia. Anasema na kama ni mali ama ni kila kitu kinafaa kiwe na mpangilio, kila kitu kinafaa kipangiliwe na kila kitu kiwekwe hadharani. Haiwezi kuelekezea kuleta haya maneno yote. Iwapo shida ni mali na vitu ambavyo vilikuwa vya Betty, ni heri kuenda direct kwa point. Mama ameweza kuelezea malalamishi yake kulingana na vile mama Betty ameweza kujitokeza na kuweza kulalamika kuhusu mtoto wake Tash. Anasema kama mama mzazi pia yeye ako na uchungu sana, ambapo hatarajii kuwa heshima aliyokuwa akipatia hiyo familia ataendelea kuipatia tena, kwa sababu amesema hata baada ya Betty kufariki hakuja kuwa na maneno yote, maana hawajakuwa na maongezi, lakini aliona kuwa kila kitu kilienda sawa. Lakini hakujua kuwa hicho kimya ambacho familia ya kina Betty ilikuwa imenyamaza, walikuwa wamepanga kuleta haya maneno. Na mama Betty amesema yeye kwa maoni yake anatarajia mambo yaende vizuri, kila kitu kiende kizuri, na cha muhimu kabisa na pia amesema ni hao wajukuu ambao wamebaki, ambaye ni Sky na Dani. Anyway, sikiliza audio yake mama Tasha akizungumza, alafu nipe maoni yako kwenye comment section. Unaona itawezekana ama itawezekana? Kwa sababu vile tunaendelea mambo yanazidi kukua mazito zaidi. Anyway, sikiliza hii audio.